wokovu ni halisi. Ndio maana chochote ambacho Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako lazima kiwe kimefichwa ndani ya wokovu. Wokovu ni kweli, wokovu ni halisi. Ukiwa ndani ya Kristo umepata mambo yote. Biblia inasema walio ndani ya Kristo hawahukumiwi, bali wamepita kutoka mautini wameingia wapi? Uzimani. Ukishampata Yesu huhukumiwi. Sasa utaweza ukajiuliza, hukumu ya namna gani ambayo mchungaji unaongelea? Kuna watu mbalimbali ambao wamepata matatizo, lakini matatizo yale hayatokani na mapenzi ya Mungu. Mambo yanayowapata yanatokana na vikao mbalimbali vya ulimwengu wa kishetani. Mashetani wana vikao vyao ambavyo wanakaa, ama vikao vya wachawi, ama vikao vya waabudu mashetani, ama vikao vya mapepo. Kuna vikao, Mungu mwenyewe huwa anakaa kikao. Maandiko matakatifu yanasema kulikuwa na kikao mbinguni. Shetani naye akajihudhurisha kwenye kitabu cha Ayubu sura ya kwanza na Ayubu sura ya pili. Mungu amekaa aongee na malaika, sijui walitaka kujadiliana nini. Hili kilikuwa ni kikao cha kwanza cha kiroho. Kuna watu wanadhani vikao ni taratibu za dunia. Vikao vilianzia kwenye ulimwengu wa roho, mbinguni. Unapoona leo kila jambo ni kikao, maana yake vikao vilitokea kwenye ulimwengu wa roho. Kikao cha kwanza, Mungu alikaa kwa ajili ya kwenda kumwangusha mfalme mmoja, Ahabu. Shetani naye akaenda kwenye kikao hicho. Mungu akamuona shetani, lakini wengine wote hawakumuona. Malaika hawakumuona shetani. Mungu akamuuliza shetani, shetani unatoka wapi? Haleluya, 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 haleluya. Labda mtu wa Mungu mmoja unisomee, kwa sababu ukiwa tu hatusomi mtu anaweza kudhani kwamba pengine ni story, lakini ni kweli, ni kweli. Nisomee hiyo Ayubu hapo ambapo shetani akajihudhurisha kwa lengo la kumharibu Ayubu. Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza. Angetumia mikrofoni. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Tena kulikuwa na siku wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Shetani naye akaenda kati yao. Ili kujihudhurisha mbele. Ili kujihudhurisha. Ili neno kujihudhurisha maana yake kuna kikao. Amen. Amen. Bwana akamuuliza shetani. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana. Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani. Natoka katika kuzunguka zunguka duniani. Na katika kutembea huku na huku. Na katika kutembea huku na huku. Humo. Bwana akamuuliza shetani. Bwana akamuuliza shetani, Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Mtu mkamilifu na mwelekevu. Mwenye kumcha Mungu. Na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake. Ili nimwangamize. Pasipokuwa na sababu. Amen. Hicho ni kikao cha kwanza. Amen. Amen. Amina. Kuna uchochezi huwa unafanywa juu ya maisha ya mtu, sio uchochezi wa kimwili tu, wa kiroho. Wewe usione haufanikiwi, unapambana, mambo hayaendi. Kuna watu wanachochea kwenye ulimwengu wa roho, ama wanamchochea mkuu wa wachawi,
au mashetani wanamchochea Mungu. Mungu kabisa anachochewa na shetani. Haleluya, haleluya. Yaani mwazi, ni mambo ya ajabu haya. Shetani kabisa anamchochea Mungu. Yaani pengine unaweza ukawaza shetani anawezaje kuanza kumchochea Mungu? Tena uchochezi wenyewe anasema umwangamize, mwangamize, mwangamize, anamchochea. Shetani sio mwanadamu. Haleluya, haleluya. Ina maana shetani kwenye zunguka yake huwa anafuatilia kuona leo mbingu zinamjadili nani, leo mbingu zinataka kumwinua nani, leo mbingu zinataka kumbariki nani, leo mchungaji gani Mungu anataka kumbariki, leo Mkristo gani Mungu anataka kumwinua, leo mwimbaji gani anataka kupelekwa matao ya juu, leo nani. Shetani kazi yake anazunguka namna hiyo. Ndio maana Biblia inasema shetani kama simba ungurumaye anazunguka. Akikuta unajadiliwa vizuri mahali, sema amina, sema amina. Haya mambo yanaendelea kwenye ulimwengu mpaka wa mwilini. Shetani anazunguka kwenye ulimwengu wa rohoni wa Mungu, mawakala wake wanazunguka kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana usishangae mahali ukakuta unajadiliwa na watu vizuri, mtu mmoja anatokea pale, mnamjadili nani? Aya, mmekosa kazi. Huyu tapeli ndio mnamjadili vizuri, mnamwongea vizuri, huyu hafai, anaanza kumchafua. Haleluya.